Viva vijana, viva! CCM oye! Naomba ni declare interest. Mimi ni zao la Senate. Naitwa Regina Christopher Malima. Nakuwa mbunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii. Niendelee kupongeza serikali ya awamu ya 6. Nisiposema hili nitakuwa sijatenda haki. Ni uwekezaji mkubwa sana umefanyika katika awamu ya 6. Aidha kwa kuendeleza yaliyokuwepo, lakini pia juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuna mambo makubwa yamefanyika. Hata nikisema niyaseme hapa hatutamaliza. Lakini nipongeze, tunaposema sekta ya elimu, kuna elimu ya msingi, kuna sekondari, vyuo, hata vyuo vikuu. Kuna uwekezaji mkubwa wa miundombinu ambao umefanyika. Lakini sio hivyo tu, vyuo vya VETA nchi nzima vimeanzishwa. Vijana wengi wamepata fursa ya kujiunga na vyuo hivi, na ni full sponsorship kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Lakini vijana wengi wamepata nafasi ya kuweza kujiunga na vyuo hivi, na hii imesaidia sana. Lakini upande wa mikopo, miaka ya nyuma tuliona vijana wetu wa vyuo na vyuo vikuu kukiwa na changamoto kubwa ya kupata mikopo, lakini sasa hivi hatuoni kelele hizo. Hii ni ishara tu ya kwamba mikopo inatolewa kwa wakati, lakini pia katika viwango ambavyo vinatakikana, na ni uwekezaji mkubwa. Zaidi ya bilioni 900 imeweza kuwekezwa katika hii mikopo ambayo wanakopesha wanafunzi wetu. Kwa hiyo ni jambo la kupongeza sana serikali ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa inayofanya, na mengine ambayo yameendelea kuwepo, ikiwemo hata vyuo hivi vya diploma. Sasa hivi wanaruhusiwa kuomba mikopo kutoka bodi ya mikopo. Wanafunzi ambao wako kwenye vyuo ambavyo wanachukua diploma na wao wanaruhusiwa kukopa. Tofauti na zamani ilikuwa ni wale ambao wanatokea vyuo vikuu tu, lakini sasa hivi wanakopesha hata wale ambao wanachukua diploma. Na bado kuna Samia Scholarship ipo kwa wanafunzi wanaofanya vizuri katika masomo ya sayansi na masuala ya tehama. Wengi wameenda nje ya nchi na wengine wanasoma katika vyuo vyetu hapa nchini. Sasa haya mambo yote ndugu zangu sio ya kubeza. Kwa sababu nchi imeamua kuwekeza katika elimu, ni jambo la kupongezwa. Katika elimu ndipo tunapopata vijana mahiri, vijana ambao wanaweza kupambana na kukabiliana na changamoto za karne ya 21. Samia oye! Wanaohitimu, lazima niongee mambo machache hapa, ya kwamba leo si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa wajibu mkubwa zaidi kwa jamii. Taifa linahitaji vijana wenye maarifa, uadilifu, ubunifu, uzalendo na uwezo wa kutatua changamoto zinazotuzunguka. Ninatambua, wala hilo sio wazi, tuna changamoto ya ajira katika taifa letu, na hii sio katika taifa letu tu, hili ni changamoto ya kidunia inawezekana. Lakini mimi niseme tu ya kwamba hilo lisitutishe. Tumekuwa tukijitahidi kwa kadiri inavyowezekana kuhakikisha vijana wanapata ajira, na ndio maana mmeona kabisa dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hata kuanzisha wizara ya vijana. Ni baada ya kuona changamoto za hapa na pale, na ndio maana hii wizara imeundwa. Ina kazi kubwa sana ya kudili na masuala ya vijana. Nyinyi wenyewe mmekuwa ni mashahidi, mkiona namna ambavyo wizara hii imekuwa ikipambana. Hata kabla ya kuja hapa niliongea na Mheshimiwa Waziri wa Vijana, Mheshimiwa Nanauka, nikamwambia nina jambo Shinyanga, na aliniambia kabisa ya kwamba Mheshimiwa, wewe nenda, lakini ukirudi tujadili. Viongozi wetu wameongea bali ya semina kwamba wanahitaji semina. Ni kweli tunahitaji semina, lakini tunahitaji semina za namna gani?
Na vijana wengi wanapomaliza au wanapohitimu masomo yao, unakuta wengi wako stranded mitaani. Ukiuliza, wakati kumbe una mtaji mkononi umeushikilia. Natamani tujifunze mbinu hata za kujiajiri tunapomaliza au kuhitimu masomo yetu. Tumeona vijana wana talent mbalimbali hapa. Hizo zote ni talent na zinalipa. Lakini tunafanya namna gani kuhakikisha zinalipa? Kwa mimi niombe, kupitia programu ya ofisi yangu nitaanza programu maalumu na mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya vijana. Hizo semina tutajifunza namna hata ya kuandika maandiko miradi, namna ya kutengeneza CV ambazo hata ukituma sehemu ni rahisi kupata ajira na mambo kama hayo. Kwa sababu najua vijana wengi kuna maeneo fulani ambayo yanawafanya wanastuck. Unaweza ukawa umemaliza, ni mhitimu mzuri, lakini hata wakati wa interview namna ya kujieleza pale inakuwa ni changamoto. Kwa hayo yote tutayafanya ili kujengeana uwezo tuweze kufanikisha ndoto zetu. Mtaji wa maisha yako umeushikilia mkononi. Fursa yote inapojitokeza, ndugu zangu, msikae nyumbani. Tunaona Mr. Black ametoa hapa nafasi 2 za ajira. Nafikiri wengi mnaweza mkao mfahamu, lakini huyu ni mtu mkubwa sana kwenye mkoa wetu wa Shinyanga. Na hicho kitu anakimaanisha. Wale vijana wasingekuja hapa, wangepata wapi hizo nafasi? Wale ambao wanahitimu, msikate tamaa, endeleeni kujifunza kutumia teknolojia kwa manufaa. Lakini ikitumika vibaya pia hamwezi mkatoboa. Kwa hiyo endeleeni kutumia teknolojia vizuri. Na hili jambo mimi niwaambie, teknolojia ni nzuri ukitumia vizuri. Watu wengi wamepata hata ajira kwenye mitandao hivi, lakini ukiitumia vibaya utaharibikiwa. Kuweni wabunifu katika viwango vikubwa, na huku mkiendelea kujenga mtandao wa kitaaluma na kujitengenezea fursa badala ya kusubiri fursa ziwatafute. CCM oyee! Viva Samia, viva! Kwa historia ya mkoa wetu, tangu ianzishwe idara ya vyuo na vyuo vikuu, leo kwa mara ya kwanza mkoa wa Shinyanga tunayapata mahafali haya ya seneti ya vyuo na vyuo vikuu. Hongereni sana viongozi, kazi nzuri. Kwa nini jambo hili linafanyika kwa mara ya kwanza mkoa wa Shinyanga? Na hapa ndipo tutakapounganisha doti zetu za kusema kwamba kuna watu wanasema kwamba CCM haifanyi kitu. Tunapofanya maazimisho ya mahafali ya wanafunzi wa vyuo vikuu na makada wa Chama cha Mapinduzi wanaopatikana vyuoni, hii tafsiri yake ni kwamba tumeshindwa kufanya miaka ya nyuma kwa sababu Shinyanga hapakuwa na vyuo. Leo tunakwenda kufanya kwa mara ya kwanza mahafali haya ya vyuo na vyuo vikuu katika mkoa wa Shinyanga, ni kwa sababu tunavyo vyuo vingi vile vya kati, na tunatarajia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, mwaka huu tutafanya udahili wa wanafunzi watakaokuwa wanapokea shahada. Piga makofi kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Miaka 3-4 nyuma hatukuwa na St. Joseph, hatukuwa na serikali za mitaa, hatukuwa na VETA iliyochangamka, hatukuwa na chuo cha madini. Leo kwa kazi kubwa inayofanywa na serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Shinyanga tunaazimisha mahafali ya vyuo na vyuo vikuu kwa sababu hapa Shinyanga Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta vyuo. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni sisi vijana ni sisi ambao tunajiita Gen Z tunapaswa kukishukuru sana Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Na matokeo yake imekuwa kinyume. Tunatumiwa vibaya na mataifa mbalimbali kuichafua na kuichoma nchi yetu. Sisi vijana wasomi wa mkoa wa Shinyanga tusiwe wa kwanza na tusiwe tayari kuigawa, kuichoma na kuliangamiza taifa letu kwa mikono yetu. Sisi tuna kesho nyingi. Kwa hiyo tunaamini wasomi ambao mnakwenda kumaliza kesho na kesho kutwa, mtarudi vijijini, mtarudi mitaani kuwaelimisha vijana wenzetu juu ya umuhimu ya sisi kuwa na sehemu ambapo tunaweza kupaita nyumbani. Kama tutakubali taifa hili liangamie kwa maslahi ya watu wengine, sisi hatutakuwa na sehemu ambapo tutakapopaita nyumbani. Tutakosa sehemu za kutambikiwa, tutapoteza makaburi ya wazazi wetu, tutakosa origin yetu, tutaishi kama watumwa katika mataifa ya watu wengine. Tumezisoma case study katika historia, vita vya Rwanda, Wahutu na Watusi.
tunazisoma vita vya Libya, tunasoma vita mbalimbali. Vita ni vita, ndugu zangu, hamna mtu anayebakia salama. Hivyo tusiwe tayari sisi vijana wa Kitanzania wasomi ambao tuko hapa Shinyanga kukubali kuligawa na kulichoma na kuliangamiza taifa letu. Sote tunayakumbuka yaliyotokea Oktoba 29. Anayepata shida, inapotokea shida yoyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayeharibika wa kwanza ni wewe unayekaa Tanzania. Uongo kweli? Kwa hiyo niwaombe, nendeni mkahubiri amani, lakini pia mwende mkae wazalendo katika taifa letu. Viva vijana, viva! Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni vijana wa Seneti mkoa wa Shinyanga. Vijana hawa wamejitoa muda wao, lakini pia wameacha masomo. Kuna vyuo vingine ambavyo wanaendelea na mitihani, kuna wengine wapo field, lakini pia kuna wengine wanatarajia kuanza mitihani ya mwisho siku ya Jumatatu. Wote hawa wamejitoa, wakasema tuna budi ya kufika kwenye mahafali ya Seneti mkoa wa Shinyanga na kumsikiliza Dr. Regina Malima ambaye ni mbunge kundi la vyuo vikuu Tanzania, ili tuweze kujifunza mengi kutoka kwake, lakini kama mlezi wa vijana wa vyuo ambaye tunatambua kwamba utakuwa na mengi ya kutuambia, utakuwa na mengi ya kutuelekeza, lakini pia kutufunza sisi kama vijana wa vyuo tuendelee kuishi katika matakwa yale ambayo ni sahihi. Lengo kubwa la viongozi wa Seneti ni kuhakikisha kwamba vijana wa vyuo na vyuo vikuu kwanza wanakuwa na imani na serikali yao, lakini pili wanakuwa na imani na viongozi wanaoongoza, washa kwamba wanafikia malengo yao ya usomaji. Kwa mfano, kuna vyuo ambavyo wanatoa mikopo ya vyuo na vyuo vikuu. Tukiangalia mkoa wa Shinyanga, wengi walikuwa wanajua labda hadi chuo kikuu, lakini serikali imesaidia. Leo hii vyuo vya kati tunapokea mkopo, na sisi kama viongozi wa Seneti mkoa wa Shinyanga tumejiandaa kuhakikisha kwamba kwa muhula huu wa masomo 2026/27 wale vijana ambao walikosa mkopo mwaka jana, lakini pia vijana ambao wanaingia vioni mwaka huu, kuhakikisha kwamba tunawasaidia, tunawaelekeza. Kama kuna sehemu kuna mahitaji ya msingi ya kuzingatia, tutawasaidia ili kuhakikisha kwamba wanapata mikopo ya vyuo na vyuo vikuu kama hitaji la kweli. Kwa tuna changamoto moja kwenye mikopo, kuna swala la bima za afya. Swala la bima la afya imekuwa changamoto sana kwenye vyuo vya kati. Unakuta kijana anapokea mkopo, alafu kwenye swala la bima iko nje ya mkopo wake, anajigharamikia mwenyewe. Sasa katika hili tunaomba, unajua upo bungeni, uwasaidie vijana wanaopata mikopo, bima iwe ndani ya mkopo. Hii itasaidia sana kuondoa changamoto za kiafya pale inapotokea. Kuna mikopo inayotolewa na serikali, kuna wengine hapa wanasoma lakini pia wanafanya shughuli zao za zingine. Kuna mikopo ambayo Mheshimiwa Rais alitoa, kuna baadhi waliomba lakini hawakufanikiwa. Baada ya kufanikiwa, tuliongea na uongozi wa mkoa, tukaomba waandae semina ya vijana. Kuna wengine hapa ni wabunifu, kuna watu wana vipaji. Tukaomba ofisi ya vijana mkoa waandaa semina kwa vijana wote, kuongea na vijana wasomi juu ya fursa zao, maana kuna maisha baada ya chuo, lakini pia kuna vijana ambao wanasoma lakini pia kuna shughuli wanafanya ili kujipatia kipato. Lakini pia Seneti mkoa wa Shinyanga tumekuwa tukienzi amani na uzalendo wa taifa letu.